Kama kawaida, leo nakuletea stori za mtaani. Mzee, kaa mkao wa kula. Subscribe, like, usisahau kushare na kutuachia komenti yako hapo chini. Huu ni mji wa Daudi. Twende zetu mitamboni. Ilikuwa Jumamosi jioni. Wakiwa wanatazama mechi ya mpira wa miguu, Benjamin akaanzisha maongezi. Oya washikaji, mnajua wapi pa kupata pesa? Wewe unadhani kila siku tunapata wapi? Nunua Oddly Brother, uvune mkwanza, akajibu Musa. Mara Kevin akadakia. Unajua siku hizi mtandaoni watu wanapiga pesa sana. Unaweza kukutana na mtu akaanza kueleza kuhusu platform fulani. Ukiingia kwenye mstari anakutumia link. Ujisajili. Kisha anakuambia ulipie ili kuanza kazi. Ukishatuma pesa zako tu, anakupiga bra. Unakula block. Ndo basi hiyo, kashatembea na pesa zako hivyo. Oya tulieni basi, Benjamin akasema. Leo nataka niwape michongo miwili ya maana. Akaendelea. Kwanza kabisa, tambua kuwa pesa inatembea kwenye mikono ya watu. Inapotoka kwako, inaenda kwenye mikono ya mtu mwingine. Na kabla haijaja kwako, ilikuwa kwa mtu mwingine. Hapo, Kevin na Musa wakasema kwa pamoja. Uyaa! Unasema nini wewe? Mbona hatukuelewi? Uliponunua hiyo energy, hiyo 700 ikaenda kwa yule jamaa ninayemnyoshea kidole. Muuza juisi anayetembea kando ya uwanja. Anawauzia juisi watazamaji wa mpira wa miguu waliokuwa bize kufuatilia mechi hiyo. Halafu yule jamaa naye ataenda kununua energy kwenye duka la jumla la yule mkinga pale sokoni. Kwa hiyo anampa hiyo shilingi 700 aliyopata kwako. Na yule mkinga wa duka la jumla ataenda kununua energy kwa wasambazaji toka kiwandani. Mpaka hapo umeshaelewa jinsi pesa inavyotembea kwenye mikono ya watu. Sasa nawapa mchongo. Mahali pesa zilipo. Namba 1. Kwenye matatizo. Kila tatizo kwenye maisha ya mtu ni fursa ya kuingiza pesa kwa mtu mwingine. Na njia nzuri ya kupata pesa nyingi ni kutatua matatizo yanayogusa watu wengi zaidi. Kwa hiyo unakuwa na pesa kidogo, kwa sababu tatizo unalotatua linagusa watu wachache. Kwa mfano, wakati dunia inakabiliwa na janga la virusi vya korona, nchi nyingi zilipiga marufuku watu kutoka nje. Katika kipindi hicho, uchumi uliporomoka sana. Matajiri wengi utajiri wao ulipungua. Lakini haikuwa hivyo kwa Jeff Bezos. Yeye utajiri wake ulipanda kwa 20%. Kivipi? Musa akahoji. Ilikuwa hivi. Benjamin akaanza kuelezea. Wakati wa zuio la kutotoka nje, watu hawakuweza kwenda madukani kununua mahitaji. Hivyo ununuzi ukahamia mtandaoni. Ndipo Jeff Bezos alipotumia vizuri hiyo fursa. Akaongeza wafanyakazi wa Amazon na kupiga kazi kama hana akili vile. Lakini sio Bezos peke yake. Hata hapa Bongo kulikuwa na watu waliojizolea umaarufu kwa kuuza vitakasa mikono na wengine barakoa. Hizo zote zilikuwa fursa za kupiga pesa zilizokuja pamoja na janga la korona. Lakini kila mtu aliingiza pesa nyingi kulingana na wingi wa watumiaji wa bidhaa alizokuwa akiuza. Namba 2. Kwenye vipaji. Wakati wazuraji kama mimi walipokuwa wamechoshwa na kukelwa kutokana na amri za serikali zao za kukaa ndani kama kuku wa kisasa sababu ya virusi vya korona, kijana mmoja toka nchini Italia aitwaye Kabi Lame akaamua kutumia kipaji chake cha uchekeshaji kuwaliwaza wahanga hao wa zuio la kutotoka nje.
kupitia mtandao wa TikTok. Akapata wafuasi wengi. Hiyo ikamwezesha kupata madili ya matangazo kutoka makampuni makubwa duniani, nafasi za kuigiza filamu na kadhalika. Kwa kumalizia, niseme hivi: kwenye matatizo panakuwa na fursa ya wewe kuonyesha kipaji chako, na kipaji hicho ni njia ya wewe kwenda mbali zaidi. Au mnasemaje washikaji? Usikae kinyonge. Niachie majibu yako kwenye komenti hapo chini. Huu ni Mji wa Daudi. Usisahau kutufollow kwenye ukurasa wetu wa Facebook uitwao Mji wa Daudi. Bye bye. Tukutane kwenye video ijayo.